Karibu sana mtazamaji wa Agri Media, karibu sana kuweza kujipatia habari kem zinazojiri kutoka ndani na nje ya mpaka Tanzania, ikiwa ni michezo, burudani, pande zima za siasa. Sisi hapa tunaruka nayo kama kodi namba moja ya kuweza kujuza wewe mtazamaji wetu ambao umeketi na kuweza kuona nini ambacho tumeweza kurushia kwenye upande mzima wa YouTube, ikiwa ni story zote zinazo make headline kwenye Instagram, Telegram, lakini pia WhatsApp, lakini pia kwenye kurasa za Twitter, bila kusahau pande zima za Facebook. Sisi hapa tunaruka nayo kama kodi na pamoja ya kuweza kukujuza wewe mtazamaji wetu. Lakini on to the next one. Leo hii bwana, tuna story kubwa ambayo inamhusu bidada mwana mitindo, lakini pia video vixen wa nyimbo kadhaa za wasanii, ambapo hapo awali aliweza kukamatwa na polisi akidaiwa kudaiwa fedha mamilioni mapesa mara baada ya kutolipa kwa wakati. Wewe unajua ni bidada gani? Nicole Joybelly, ambaye ni mwanamitindo maarufu kwa kweli na video vixen kwenye nyimbo kali ambazo ameweza kuruka nazo na wasanii kadha wa kadha. Basi nitakujuza nini ambacho kimeweza kujiri mara baada ya kuweza kuachua huru, nini ambacho ameweza kuongea Nicole Joybelly kuhusiana na tuhuma hizo, na nini ambacho ameweza kuambia mashabiki pamoja na wale wasanii ambao walikuwa wanaonyesha kugusa kwa kweli kwa kile ambacho amekutana nacho Nicole Joybelly. To the next one. Basi kama bado huja subscribe YouTube channel yetu Agri Media, basi ni wakati wako wa kuweza kuingia upande mzima wa YouTube, lakini ukiandika alfa zako herufi kubwa, ukiandika Agri Media, lakini ukienda kwenye upande wa kulia ukibofya kengele, basi utakuwa umeniwezesha kuweza kuwa mfuasi wangu mwingine ambaye unaifuatilia vema Agri Media. Lakini ukiview na kulike, basi utakuwa umetosha kabisa kuweza kuwa mmoja wapo watu ambao wanathamini ule mchango ambao unakuwezesha wewe kuweza kupata habari ambazo zinakita kwenye viunga mbalimbali hapa Tanzania. Lakini on to the next one, kama nilivyokujuza hapo mwanzoni, tutakuwa na story ya Nicole Joybelly ambaye siku chache zilizopita aliweza kushikwa na kiusalama, hapa nazungumzia polisi, na kuweza kukamatwa kwa kwenda kupelekwa mahakamani kwa tuhuma zile ambazo zilikuwa zinamwezesha yeye kuweza kudaiwa fedha mamilioni mapesa ambayo alikuwa anacheza kama mchezo upatu hivi, lakini baadaye akaweza kuzila. Basi watu ambao walikuwa wanahitaji kuweza kuchukua pesa zile wakamfikisha mahakamani. Nini ambacho ameweza kusema mara baada ya kuachiwa kwa dhamana kupitia mahakama ya pale Dar es Salaam. Basi kana si mwanzo hadi mwisho kusimulia kile ambacho ameweza kukiandika bwana, akisema kuwa habari, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote wenye nia njema. Naomba sana taarifa za mchango wa fedha kwa nia ya kunisaidia kivyovyote zipuuzwe. Mimi nina ndugu, marafiki na watu wa karibu ambao hawashindwi kufanya jambo, lakini ilibidi taratibu zote zifuatwe. Mtu yote asidanganye umma kuwa nahitaji michango. Kila kitu kipo sawa na niko salama na kuliko zamani. Kuku na makange ya jela yamenawilisha. Sio sahihi mtu yote kuweka mdomo na pua yake kwenye kesi inayoendelea mahakamani. Waliopokea pesa wanazidi kurudisha, na haki yangu nimeipatiwa. Ninawasihi sana, sihitaji mchango yoyote kutoka kwa mtu yoyote kionjo. Yamkini kuna mtu yoyote aliyenisolola kwa njia yoyote ile, kuanzia wasanii wanafiki, marafiki feki na wanaonigeuza sauti na kenge wote, na kuahidini nitakurudia na si punde. Naomba muda nishushie ujelajela na ni komenti cha baridi kwanza. Huyo Nicole Joybelly, nini ambacho ameweza kukiandika bwana kwenye upande wa Instagram. Nikiweza kuangalia bwana, baada ya Nicole Joybelly kuweza kukamatwa, tuweza kumuona Steve Nyerere akiweza kuhimiza baadhi ya wasanii, lakini watu maarufu kuweza kumchangia bila huyo aweze kutoka. Lakini bwana, yeye ameweza kuachwa dhamana, ameweza kuandika ujumbe ambao unatosha kabisa. Yeye bwana anahitaji shida, anasema ana ndugu, ana marafiki ambao hawatoshi kuweza kumsaidia. Kwa hiyo watu wengine hawafahamu, kwa hiyo tumwache kama alivyo bwana. Ndio Nicole Joybelly, huyo bidada aliyojaliwa kwa kweli katika sehemu zake za mwili. Lakini pia tukumbushe Nicole Joybelly ameweza kuwa video vixen kwenye nyimbo kadhaa, ikiwemo Bedroom ya Konde Boy Mjeshi Harmonize. Ilisemekana kuwa Harmonize alikuwa
alikuwa anajilia yake bwana kwa Nico Jebeni kama alikuwa na date vile, lakini kuna watu bwana alikuwa anatoa fununu baada ya kukamatwa. Nini ambacho Harmonize anakiona kwa bidada Nico Jebeni kuweza kumsaidia kuweza kutoka mahakamani, lakini Mai Martha bwana alifika na shughuli zake bwana. Unajua Mai Martha ni mtu ambaye anafuatilia sana wasanii kinagobaga na kuweza kutoa yale mapovu ambayo yeye anayaona bwana. Yeye alisema yeye anayemdai Nico Jebeni zaidi ya milioni 100. Kwa hiyo bwana tumwachie bwana Mai Martha. Mai Martha bwana tushamzoea mtu mmoja umbea, ni mtu ambaye anaweza kukorofisha mambo akaika mambo hivi yakawa vile, imradi tu aweze kupata chochote kitu na kuingia kimiani bwana. Usisahau kusubscribe, like na comment YouTube yako pendwa Agre Media, kuweza mtu wa kwanza kuweza kuifuatilia Agre Media pekee kwenye upande mzima YouTube. Ulikuwa nami Agre Media, tukutane wakati mwingine na kuachana na Nico Jebeni. Kesho utakuwa na nani? Basi kaa nasi mwanzo hadi mwisho kuweza kukujuza kile ambacho ninacho katika Agre Media pekee.